MOI serikali imetenga shilingi bilioni 10 kwa ajili ya ukarabati wa jengo la wagonjwa wa nje yani OPD na upasuaji pamoja na ununuzi wa vifaa tiba. Kwa sasa ukarabati wa jengo la wagonjwa nje umefikia 36% huku ununuzi wa vifaa vingine ukiendelea. Ndugu zangu waandishi wa habari, tunaendelea pia na ujenzi wa jengo jipya pale MOI. Serikali inaendelea kutekeleza mradi wa ujenzi wa jengo jipya la wagonjwa wa nje lenye thamani ya shilingi bilioni 13. Jengo hilo litakuwa na vyumba 45 vya madaktari kwa ajili ya kliniki, litakuwa na vyumba 10 vya kisasa kwa ajili ya upasuaji, litakuwa na eneo la mazoezi tiba, litakuwa na huduma maalum za tiba kwa wanamichezo. Utekelezaji wa mradi huu umefika 55%. Lakini pia tutaongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za kibingwa na kibingwa bobezi. Tutapunguza msongamano wa wagonjwa wanaofika pale MOI. Lakini pia tutaongeza matumizi ya teknolojia ya kisasa katika utoaji wa tiba mbalimbali za mifupa, ubongo na mishipa ya fahamu. Lakini pia MOI wanayo hospitali ilikuwa inaitwa Tumaini ambayo iko kule Upanga. Tumefanya kazi kubwa ya kuiboresha hospitali hii ambapo katika hospitali hii tumefanya ukarabati uliogharimu shilingi bilioni 2.1 ambao umekamilika kwa 98%. Kwa sasa maboresho madogo yapo katika hatua za mwisho. Serikali imefanya ukarabati huo ili kuiwezesha MOI kuweza kutoa huduma zifuatazo kwa wananchi. Kwanza ni huduma za kibingwa na ubingwa bobezi katika huduma za mifupa, mishipa ya fahamu na ubongo kwa wagonjwa nje pale Tumaini. Lakini pia tutaendelea kutoa huduma kwa wagonjwa nje na pia kwa wagonjwa wa kimataifa. Tumeendelea kufanya jitihada mbalimbali za kuimarisha tiba utalii ama utalii wa matibabu kwa kupokea wagonjwa wa mataifa mbalimbali ndani na nje ya nchi, ndani ya bara la Afrika na wengine hata kutoka nje ya bara la Afrika ambao wanafika hapo kwa ajili ya kupata huduma. MOI peke yake, yani ukiondoa hii Benjamin Mkapa, ukiondoa Muhimbili, JKCI, MOI peke yake imepokea wagonjwa kutoka Komoro, kutoka DRC, kutoka Malawi, kutoka Msumbiji, Sudan, Zambia, Burundi, Uganda na mataifa mengine. Katika kipindi cha mwaka mmoja, MOI peke yake imepokea wagonjwa takriban 270 kutoka nje ya nchi. Hii ni kuonesha kwamba utalii wa matibabu Tanzania unawezekana na safari inakwenda vizuri. Lakini pia tumefanya ununuzi wa vifaa vya kisasa kwa ajili ya hospitali ya MOI. Mnajua tunaelekea kwenye AFCON na MOI tutahitaji sana katika kuimarisha uwezo wa kuhudumia wagonjwa maalum na tiba utalii kuelekea mashindano hayo ya AFCON. Serikali imeiwezesha MOI kuboresha vyumba 25 vya kisasa vya kulaza wagonjwa wa hadhi maalum. Vyumba hivi vimeandaliwa kwa ajili ya wagonjwa maalum kutoka nje ya nchi, wa kimataifa wanaohitaji huduma za kiwango cha juu, wagonjwa wanahitaji mazingira yenye faragha kama nilivyosema, na maboresho haya yataongeza uwezo wa MOI kuhudumia wananchi. Lakini tumefanya uwekezaji katika vifaa tiba vya kisasa. Mtambo unaitwa Cath Lab kwenye chumba kinaitwa Angel Suite. Tumefanya uwekezaji pale wa shilingi bilioni 10 katika hospitali yetu ya MOI kuweza kununua na kufunga mitambo ya kisasa ya uchunguzi wa tiba ya mishipa ya damu kwenye ubongo bila kufungua fuvu la kichwa. Hizi ni huduma ambazo watu walizipata nje ya nchi. Matibabu yanaitwa Angel Suite. Nadhani madaktari nimesema sawa sawa. Mtambo huo umeleta mapinduzi makubwa katika utoaji wa huduma kwa wagonjwa wenye matatizo ya mishipa ya damu kwenye ubongo kwa kutumia mtambo wa MOI. Sasa tumeweza kufanya yafuatayo. Tunafanya uchunguzi wa mishipa ya damu kwenye ubongo, lakini tunafanya matibabu kwenye baadhi ya magonjwa ya kiharusi, tunafanya matibabu ya mishipa iliyoziba, tunafanya matibabu ya mishipa iliyopasuka, tunafanya matibabu ya vivimbe vya mishipa ya damu kwenye ubongo. Huduma zote hizi zimekuwa zikipatikana nje ya nchi, sasa zinapatikana ndani ya Tanzania. Na ndugu zangu nazisema kwa sababu wako baadhi ya Watanzania wenzetu wanatumia fedha nyingi kwenda nje ya nchi kutafuta matibabu ambayo hata ndani ya nchi yanapatikana. Ni vizuri tukayasema ili mtu ukiwa na shida njoo Benjamin Mkapa, nenda MOI, nenda JKCI, nenda Muhimbili kwa magonjwa ambayo kwenye hospitali zetu za mikoa yatakuwa yameshindikana. Utapata huduma za kisasa. Tumenunua darubini ya kisasa kabisa kwa ajili ya upasuaji wa ubongo. Darubini hii inasaidia wataalamu kuona kwa usahihi mkubwa sehemu ndogo na nyeti za ubongo, sehemu za mgongo, mishipa ya fahamu na mishipa ya damu wakati wa upasuaji. Kifaa hicho ni sawa na vifaa vinavyotumika katika hospitali kubwa duniani na kina thamani ya shilingi bilioni 1. Darubini tu bilioni 1. Wale ambao walikuwa wanasema unajua nyinyi tukiangalia vifaa hivi viko Ulaya huku hakuna, na hapa vipo. Tumewekeza Tanzania. Tunao mfumo wa Brain Lab. Tumewekeza katika mfumo wa kisasa wa upasuaji wa ubongo na mgongo unaojulikana kama Brain Lab
wenye thamani ya shilingi milioni 800 uko pale Moi. Ndugu zangu wa Tanzania, nendeni mkapate hizo huduma, mtibiwe, msipate shida. Tumeweka mtambo unaitwa arthroscopic tower. Nadhani nimeitaja vizuri. Arthroscopic tower uko pale Moi. Tumewekeza katika mtambo huu kwa ajili ya kazi maalum ya upasuaji wa magoti na mabega kwa njia ya matundu inayojulikana kama arthroscopic tower. Unafanya kazi ya kutibu majeraha ya magoti, majeraha ya mabega, mishipa iliyochanika, matatizo ya viungo kwa wanamichezo na magonjwa mengine. Ndugu zangu, tumefanya ununuzi wa ultrasound na x-ray za kisasa pale Moi ambazo zinatusaidia tofauti na hizi mlizozoea. Hizi zinatusaidia kufanya uchunguzi wa kina zaidi. Lakini pia tunatoa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi katika maeneo mengine ya upasuaji wa mifupa na viungo, mambo kama upasuaji wa kubadilisha viungo kama nyonga, goti, mgongo kupinda, upasuaji wa magoti kwa njia ya matundu, upasuaji wa mabega kama nilivyosema, urekebishaji wa viungo vilivyopooza, tiba maalum kwa majeraha ya wanamichezo. Hizi ni huduma ambazo kabla zilikuwa hazipatikani Tanzania, lakini sasa zinapatikana ndani ya nchi yetu, na sasa Watanzania wanapata huduma vizuri.